Mheshimiwa huyo William Ruto alikuja, alikuwa anasema opposition ifanye kazi yake na serikali ifanye kazi yake, lakini ilikuwa ni ya kushangaza sana kuona mtoto mdogo kama mimi kutumbiwa maskari zaidi ya 10 na kitu, na kila mtu akwenda mabunduki kubwa kubwa. Sasa mlitaka mimi nikifanya aje? Yana hata mwezi mhurumia, yani mwezi wewe nani amini hata mwezi hurumia mimi? Mimi tu mimi? Hapana. Mtu alisema have mercy. Kiongozi wa Gen Z ambao wameamua haweze kutembea, haweze kuunganisha Gen Z wote, yeye asimame urais katika taifa la Kenya. Pokeeni salamu ya Gen Z. Wamama wameamua Gen Z, wazee raundi hiyo wameamua ni Gen Z, wakaamua ni nani? Salasia MP. As twende kazi DJ. Asanteni, pokeeni salamu ya Mheshimiwa Salasia. Huyo ndio Salasia mnasikia. Huyo ndio Salasia mnasikia, mjumbe ambaye katika taifa la Kenya amekuwa mbunge ambaye amefanya. Huyo ndio Salasia mnasikia. Huyo ndio Gen Z wameamua aweze kuokoa taifa la Kenya. Huyo ndiye mbunge ambaye mmeona akishikwa kule Isiolo kwa ajili anaunganisha vijana wa Gen Z. Huyu Salasia, huyu ndiye mbunge ambaye mnasikia anatetea maslahi ya vijana. Huyo ndio Salasia ambaye mnasikia anatetea maslahi ya kina mama. Huyu ndio Salasia anatetea tuwe na makampuni. Huyu ndio Salasia MP, mmesikia ameshikwa kwa ajili anasema ukweli, kwa ajili anatetea Salasia. Mmekaribisha Salasia. Basi huyo ndio kiongozi wa Gen Z. Pokeeni salamu. Huyu ndio kiongozi Gen Z wameamua aweze kusimama urais katika taifa la Kenya kwa ajili yeye ndiye mbunge anajali maslahi ya vijana. Huyu Salasia ndiye mbunge ambaye amekuwa katika bunge la kitaifa akijali maslahi ya wamama, akijali maslahi ya wazee. Yeye ndiye amekuwa kule bungeni akisema akilia wazee waongezewe pesa ya uzeeni. Huyu Salasia katika bunge la kitaifa amekuwa mstari wa mbele vijana wapate ajira. Huyu ndio Salasia katika bunge la kitaifa amekuwa mstari wa mbele tuwe na makampuni, na ndiposa hivi juzi mkaona kwenye televisheni walishika yeye kwa ajili anatembea akiunganisha Gen Z, hatusi mtu, anatembea tu akiunganisha Gen Z. Wakaamua kumshika wakapeleka Central Police, na yeye hakukufa roho, Mungu akamtoa kule, na sasa tena safari tunaendelea. Pokeeni salamu ya Salasia. Mkiwa pale ndani ya soko wa mama, pokeeni Peter Salasia. Huyo ndio kiongozi Gen Z wameamua asimame urais katika taifa la Kenya. DJ, twende kazi. Bungeni ambaye ametetea tuwe na makampuni katika taifa la Kenya. Huyu ndio Salasia
anatetea wamama wapate pesa wajiendeleze na biashara. Huyu ndio Salasya ambaye anatetea kule bungeni, na ndiposa muona juzi wakamshika kule Isiolo kwa sababu anatembea akiunganisha Gen Z. Mpokea salamu ya Salasya? Ndio huyo hapo nyuma, weza kupokea salamu yake tukiendelea mbele. Kenya inaisha kesho. And that is why wanasema the future of a nation lies in the young people. And as young people we cannot see a country that doesn't have the vision and then we keep quiet. Tunasema nyinyi watu hapa Limuru, mliona juzi kuna kijana mdogo kule Burkina Faso, kijana Traore kwa miaka 3 peke yake 2 amerudisha heshima kubwa sana katika nchi ya Burkina Faso. Na hiyo ndio sasa the conversation hapa Kenya lazima tuanze nyinyi. Mimi nataka naulize watu wa hapa Limuru, mnataka kwa sababu nasikia ati hapa Kenya but before mtu akue rais ati mpaka afike miaka 50. Nyinyi watu wa hapa Limuru nataka naulize, tungoje tufike 50 ama tuanze saa hii? Vijana wewe, vijana pa. Unajua nyinyi vijana ni watu wazuri sana. Ni venye tu watu wanasema huyu alikuwa anasema propaganda. Watu wa mtandao nataka niwaulize, pilipili msioila hawastadini. Kwa sababu they don't believe in the young people. Mimi niko na vijana wangu tumetembea nao Kenya yote. Tunaenda tunalala hata wakati wao madisi walikuja Mombasa tunalala pamoja. Kwa sababu tumesacrifice. They know the vision that I carry for the young people of this nation. And that is why ikifika tunapika ugali kubwa, tunakula pamoja, tunahesabu siku na tunaendelea kwa ground. Lakini ukisema huyo ni project, kwani hawaamini vijana sisi pia tunaweza? Si tunaweza? Sasa vijana hapa Limuru is an industrial town and we must go to the conversation to take where Limuru was, ambayo ilikuwa ina employ ile abata watu 3,000, na kwa sababu mimi nasikia siku leo hii wanasema wamesoma. Kama umesoma si be creative wafanye, lakini wanataka hata kuprivatize na kulease zile makampuni ambazo zilianzishwa na kina Moi na kina Kibaki pale nyuma. Sasa sisi tutakuja hapa siku ya Limuru, alafu tukue na Limuru declaration. Watu wa Limuru mtanikaribisha tena? Sindio? Sasa asanteni na tudumishe amani. Nataka niulize vijana. Nimeona vijana hapa wako na bidii kabisa. Na mimi juzi nilisikia kiongozi wenu Mheshimiwa alisema ya kwamba mambo ya alcohol huku. Ni ukweli mambo ya alcohol. Lakini vijana wako idle ndio wanaenda katika mambo ya drug. Lakini tukileta mambo ya industrialization katika nchi yetu ya Kenya, vijana wapata kazi, hawatakuwa na nafasi ya kwenda kunywa pombe na kuwa mambo mengine. Kwa sababu every parent anasikianga vizuri akiona mtoto wake ako responsible. Sasa vijana wa hapa Limuru nataka tukue watu wazuri. Hata mtu akiacha hapa duka kama ime open, mtu asiingie pale, so that we can make economy ya Limuru
to be 24-hour economy. Fire. Vijana wewe. Bas, mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha hapa. Tumekuwa kule Nyambare, si ndio? Sasa nikasema leo pia nipite hapa, kwa sababu nimekuwa kwa safari mrefu sana, na hii safari tulianzia kule Busia, Port Victoria, kule karibu mpaka wa Kenya na Uganda. Tukapiga Busia yote, tukaenda kule Bungoma mpaka kuanzia kule Lwahaha kuja mpaka Uganda na Kenya, tukapiga yote. Alafu baadaye tumekuwa kule Trans Nzoia, kule ambapo tumekuwa kule karibu kwa mpaka Tororo na Kenya, tukipiga Trans Nzoia yote, Vihiga, Kakamega. Alafu baadaye tumeenda kule Kilifi, tukakuwa kule Mavueni, kule Limuru na Malindi yote Magarini. Alafu baadaye tumekuja tukakuwa kule Kwale, ambapo tumekuwa Kwale kote, Lunga, Msambweni na karibu Tanzania kule. Alafu baadaye Mombasa, alafu Taita Taveta, alafu tukakuwa kule na tukakuja kule Machakos, Makueni, Kitui yote tukaenda. Alafu tukaanza kule Embu, alafu tukaenda kule Tharaka Nithi, tukaenda Embu, Meru, alafu baadaye tukaenda Isiolo, ndio tukakuja tukashikwa na maaskari pale, tukateswa kama watu ambao ni wezi, robbery, yani tuliteswa. Hey. Unajua mambo mengine unacheka tu Mwenyezi Mungu. Lakini nataka niseme hivi. Director wa General Inspector, walaitwa General Inspector of IG, Inspector General of Police, ya kwamba ujue ya kwamba magari unatumia, pesa, salary unapata, kila kitu, nyumba na kila kitu yote ni pesa ya mwananchi. Na mimi nataka nikuulize kwa heshima ya kwamba that is an independent institution. Yes, we know the appointing authority is from one person, is from the president according to the constitution, but that one is an independent office that no one should interfere with the office of the Inspector General. Kwa sababu tumebaki na miaka miwili ambayo inakuja in the next 3 months, na pale tutakuja kuwa na serikali mpya ambayo utataka kuifanyia kazi. Na pia nataka niulize pia Director of Criminal Investigation ya kwamba pia wewe umechaguliwa, uko pale kuserve mwananchi wa kawaida na unalipwa na pesa ya Mkenya, na wewe lazima uheshimu wa Kenya, and you should not intimidate anyone by criminalizing anyone by just trying to provide oversight. Kwa sababu nakumbuka wakati mheshimiwa huyo William Ruto alienda, alikuwa anasema opposition ifanye kazi yake na serikali ifanye kazi yake. Lakini ilikuwa ni ya kushangaza sana kuona mtoto mdogo kama mimi kutumbiwa maskari zaidi ya 10 na kitu, na kila mtu akwenda mabunduki kubwa. Sasa mlitaka mimi nikifanya aje? Yana hata mwezi mhurumia, yani mwezi wewe nani amini hata mwezi hurumia mimi? Mimi hapana. Mtu alisema have mercy ama aje? Sasa unajua ni miaka tu kidogo, na mimi nataka niwaambie kwamba you must use that office you are given by God so that you can protect the Kenyans and not to intimidate Kenyans. So we want to tell you, please let it be the last thing. Yale ambayo imefanyika kule kwa Natembea, yale imefanyika kwangu, ile ambayo sijui mlikuwa mmepangia kiongozi wa huko Mount Kenya, Mheshimiwa Rigathi, hiyo that one should be a past tense. Kenyans have the brains and they know when the president is doing the work and when he's not doing the work, and they will decide. Ama nimedanganya hapo? Mimi nikiwa nimesimama hapa, nataka nichukue kwanza nafasi hii kushukuru sana watu wa Limuru kwa kutukaribisha hapa. Mimi nataka niseme ya kwamba kitu ambayo ilifanya mimi nikachaguliwa kwa mbunge kule Mumias, mimi nilichaguliwa kama sina chochote, hata sikuwa na nyumba, sikuwa na bibi, sikuwa na familia, lakini nilisema ni Mungu aniletea ndoto. Ikaniambia wewe kijana umeshapakwa mafuta ya kuwa kiongozi wa Mumias constituency. Hiyo wakati wale opponents wakaanza kusema wewe mtoto
ameharibika kichwa, wakaniita madman. Sasa mimi nasema madman, wanasema na wewe, nakwambia wewe uko kama Jona, lazima uende kule Nivea, uende ukahubiri injili ya Yesu Kristo, na injili ambayo alikuwa ameniambia uende waambie watu wa Mumias ya kwamba ukichaguliwa utaweza kuleta watoto wao watasoma, KMTC utajenga, ma institute utajenga na utasoma, na pia Mumias ilianguka, zitaendelea mbele. Na hiyo wakati nilienda, na wakati hao walikuwa wanapigana, hadi ya siku mimi anaanzia tu Peter Salasya, wewe ndio mbunge wa Mumias constituency. Sasa juzi nimepata ndoto, ikaniambia wewe Peter Salasya umepatiwa injili, uende uhubirie wa Kenya. Uambie wa Kenya kwamba wasipokuwa waangalifu na wa make the right decision come 2027, waseme ya kwamba saa hizi tunataka kiongozi, kwa sababu in the next 30 years from now, kama Kenya tutaendelea jinsi tunapoendelea leo hii, Kenya will be a hopeless country, ambayo saa hii as we speak, umesikia watoto wetu wasichana